Kigoma alikuwa na Muislamu mmoja ni tajiri pale Kigoma mjini Ujiji. Akaniambia maneno haya, bwana Mwaipopo, toka, naomba mnisikize kwa makini, toka mfungo 6 mpaka Shabani hii watu wananiletea hapa bili za maulidi. Naomba mnielewe, mimi sipingi maulidi wala sisapoti maulidi. Mimi ni Muislamu, nipo tu kwenye swala maulidi, sina elimu nalo, lakini naomba nilizungumze ninavyoliona nilivyopokea. Akaniambia wananiletea bili tuchangie. Kuna maulidi ya mkoa wa Kigoma na kuna maulidi ya kila msikiti nafanya maulidi yake. Akaniambia Kigoma nzima wana misikiti 80. Na kila budget ya msikiti inaletwa kwake, achangia. Kiangalia ile budget imeandikwa milioni 10, milioni 8, milioni 9. Budget ya kila msikiti maulidi nitakaifanya. Na watu wanapambana mpaka inafika hiyo pesa. Angalieni ndugu zangu waandishi wa mambo. Akapiga hesabu akaniambia katika misikiti 80, kila msikiti ukichanga milioni 10 ni milioni 800. 800. Hiyo 800 inaenda kuliwa kwa siku hii moja. Akaniambia hata ungechanga milioni 5 katika misikiti 80 tuchukulia hivyo ni milioni 400. Brother, milioni 400 ingesemwa wasaidiwe maskini tu kufanya biashara ili kuepuka na umaskini. Hivi pangekuwa na umaskini kwa upande wa Uislamu? Uislamu umaskini usingekuwepo. Sasa bahati mbaya ukisema mtu anakuambia umpendi mtume, wewe mnafiki, wewe unataka kusoma. Mimi sipingi maulidi, lakini hata katika maisha brother haya kuna muhimu na muhimu zaidi. Mfano, wewe una mtoto wako nyumbani amefuzu kwenda chuo kikuu, unatakiwa kulipa milioni 2. Una mtoto mwingine yuko Muhimbili, daktari anakuambia tunahitaji milioni 2 kwa ajili ya operation. Kama ukitoa mtoto anakufa, utaanza kumsaidia nani? Kwa Muhimbili, kwa sababu ile ndio zaidi. Sasa Waislamu tuangalie kipaumbele cha dini kiko wapi. Na hakuna kitu kinachoweza kikafanya ushawishi katika maisha ya mwanadamu kama kumnusuru mwanadamu mwenzio, kumpatia chakula, kumpatia biashara, kumpatia mavazi. Wallahi hiki kitu kinamfanya mtu aamini ndani ya nafsi yake kwamba hii ni dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Muadh bin Jabal kwenda Yemen. Akamwambia nenda kafundishe watu dini ya Mungu. Leo nani Muislamu anaweza kukubali kutoka hapa Dar es Salaam kwenda kufundisha watu Uislamu Dodoma vijijini? Au kutoka hapa Dar es Salaam akaacha kulala kwenye umeme kwenye kiyoyozi akaenda Morogoro vijijini kwenda kufundisha Uislamu? Yupo Muislamu? Kila Muislamu anataka akae mjini, akae Dar es Salaam, akae Arusha, akae Mwanza, akae Tanga mjini. Ya mjini tu basi. Vijijini, sawa vijijini watu wana hali mbaya. Basi hata tuwakusanyie kidogo tuwapelekee. Angalau wakapata ng'ombe 2, 3, waone kweli kuna Waislamu wenzetu wako mjini. Kweli kuna matajiri wako mjini. Kweli kuna wala hoi wako mjini. Nani wa kufanya mambo haya kama sio mimi na wewe? Na Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani sura Al-Baqara sura ya 2 aya 177. Mwenyezi Mungu anasema msizani kuwa ni wema tu kuelekeza nyuso zenu mashariki na magharibi wakati wa kusali. Huo sio wema. Sasa mtu asitegemee kwamba kusali tu ndio keshaingia peponi. Hapana. Mungu anasema wema hasa ni kuamini Mwenyezi Mungu, vitabu vyake, malaika wake na siku ya mwisho. Sasa leo Waislamu tumebaki gombania misikiti. Ndio dini yetu. Ndani mwezi wa Ramadhani watu wanapigania msikiti. Juzi zimepigwa hapo msikiti wa Idrisa. Kundi moja naambia nyie tokeni, kundi moja anasema msikiti wa babu yetu. Ngine msikiti wa Malemba babu yetu. Msikiti unaweza kuitwa babu yako, nyumba ya Mungu. Na Mungu anaeleza katika Qur'ani mabwana, sura Toba sura ya 9 aya 48, nendeni mkasome Waislamu. Mungu anasema wanaotakiwa kuimarisha nyumba za Mwenyezi Mungu, yani kuwa viongozi wa nyumba za Mungu, kuwa viongozi katika misikiti. Mungu anasema kwanza wawe ni wenye kuamini Mwenyezi Mungu, wenye kusimamisha sala, wenye kutoa zaka. Unaona hiyo? Na wasimuogope yoyote ila Mwenyezi Mungu. Sasa tulizane, au wanaogombania nyumba za Mungu wanasimamisha sala kweli? Wanatoa zaka? Wangemwamini Mungu kweli wasingeyafanya hayo katika misikiti. Hii yote ni nini? Maokoto. Maokoto yanatupeleka mbio ndugu zangu Waislamu. Sasa bahati mbaya sana jamii kubwa ya Kiislamu ukieleza ukweli inachukia. Jamii kubwa tunataka tuelezane propaganda kama za wanasiasa, yani kuwapa matumaini yasiyowezekana. Yani mtu anamlazimisha kwamba wewe bwana unakwenda peponi. Anakwenda peponi kwa lipi? Peponi watu sifikiri tutakwenda tu hivi. No.
Peponi Mungu ameweka taratibu za pepo. Na ndio maana ndani ya Qur'ani akasema msizani mtakwenda peponi hivi tu. Yaani uende peponi tu kabla ya kufika kama waliofika walioamini kabla yenu. Allah anasema hamtoweza kwenda. Kwa ndugu zangu Waislamu, mimi nimerudia mada hii kwa kuita waandishi ili Waislamu tujitafakari na tubadilike kama kweli tunafunga kwa ajili ya Mungu. Ni kweli tumemwamini Mungu au tunafunga kwa kuondoa lawama tu kwamba na huyu Nesi Mohamed naye anakula, ana huyu Abdalla? Hapana, tusifanye namna hiyo. Mimi naamini wale walioishika saumu ya mwezi wa Ramadhani kwa lillahi, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, wallahi Allah atakalipa. Sasa tumetengeneza utaratibu mzuri. Mimi Mwaipopo kama mhubiri na jamaa zangu wahubiri baadhi, sio wote. Mimi ndiye simama hapa ni Mwaipopo, mnanifahamu, ni mhubiri wa dini. Nimetengeneza utaratibu huu, nataka tujaribu hii na Mwenyezi Mungu kila atakayefanya atamfanyia mambo yake kheri. Waislamu, mimi nazunguka sana nchi. Katika watu waliotembea duniani, wahubiri wa Tanzania, hakuna mhubiri aliyetembea kama mimi. Yaani wewe ukitaka usitake hivyo hivyo. Mimi nimetembea. Kuna maeneo nimekwenda mpaka nilifika sehemu nikalia kwa machozi. Mfano, nilikwenda Somalia miaka kama 6 iliyopita au 7. Nimezunguka Somalia yote, Mogadishu, Somaliland, Berbera, Burao, Kolenjelel, Burahawa. Nimezunguka maeneo mengi sana. Hakuna mhubiri hata mmoja aliyefika Somalia. Na nikawauliza Wasomali, kwa nini mnauana wote Waislamu? Kwa nini mnauana na wote Waislamu? Walikosa maneno ya kuniambia. Nikamwambia acheni kuuana. Hata pangekuwa kuna Waislamu kungekuwa na Wakristo, nani kawaruhusu kwenda kuua watu? Ni nani mwenye haki ya kwenda kumwaga damu ya mtu isiyokuwa na hatia? Na nilitekwa mimi na Al-Shabaab. Labda niwaeleze kweli tu kutangulisha. Mimi Al-Shabaab waliniteka. Walikana mimi siku 3 wakunifanyia investigation, walisema mimi ni jasusi. Yaani wakawa waniamini. Kwa nini umefika? Nikamwambia mimi napita huku. Nimetoka Mogadishu, nikaenda Somaliland, nikashuka pale Berbera, nikaenda Djibouti. Nikarudia pale Berbera, tukakuta Amson na Al-Shabaab wanapigana. Ikalazimu kutoka pale Berbera na gari mpaka kuja kuingia boda ya Kenya na Somalia pale Mandela. Tulichukua wiki 3 barabarani. Nilitekwa, lakini nilitekwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na Al-Shabaab walitekwa waniue. Walipanga siku ya Ijumaa wanikate kichwa. Nikamwambia atakayemwaga damu yangu Mungu atamharamishia kwenda peponi. Wallahi niliwaambia, atakayemwaga damu yangu Mwenyezi Mungu atamharamishia kwenda peponi. Kwa sababu sina ubaya. Mimi ni Muislamu. Nimetoka fi sabilillah kwa kuambia watu wamche Mwenyezi Mungu. Hatia yangu nini mbele ya Mungu? Akaja kiongozi wake akaniangalia akaniambia basi nenda. Kwa angalieni dunia inavyokwenda kwa sababu ya watu wataki kumwamini Mungu. Hakuna dini iliyokuja kuamrisha kuua watu bila hatia. Haipo hiyo dini. Ni dini gani? Dini ni amani, mapenzi, ukweli na huruma kwa watu. Kama mimi Muislamu simhurumii binadamu wenzangu, tamhurumia lini? Huyo ni Mungu gani ninayemcha? Kama Waislamu wenzangu hata chakula hana, mimi nina kanzu 20-30 ndani ya nyumba. Mtoto wa kike una mabaibui 50 ndani ya nyumba. Wewe una pesa mpaka ujuzi peleke wapi? Kutoa shilingi 2000 kumsaidia Muislamu wenzako, unaona unapunguka? Waislamu, tunaanza leo kufanya harambee kwa kila Muislamu atakaye una clip hii. Na ukipita hivi basi Mwenyezi Mungu utakwenda kumjibu siku ya kiyama. Na wallahi nakwambia ni serious. Utakwenda ukajibu kesho mbele ya Mungu. Naomba kila Muislamu mwanaume mwanamke atuchangie shilingi 2000 tu. Na inshallah katika kutoa shilingi 2000 weka nia yako, mwambie Mwenyezi Mungu nachangia Waislamu wenzangu wakapate iftari, wakapate nyama, wakapate chakula sikukuu. Uwafariji Mungu maskini hawa wajione sisi tumetoa. Kwa kuwapa maskini hawa wa vijijini, Mwenyezi Mungu unikubalie funga yangu na saumu yangu. Na uwasamee wazazi wangu waliotangulia mbele ya haki, au ndugu yangu yote yuko mbele ya haki kwa sadaka hii. Na sadaka sio nyingi. Kama mpilani watu Simba na Yanga juzi wamepoteza maelfu ya pesa na hawakuona mpira. Na watu wamesikitika. Kuna watu wamepoteza mpaka maisha kwa ajili ya Simba na Yanga tu. Na sio dini. Kuna watu wametoka Mwanza, Musoma, Kigoma, Iringa, Dodoma, wamelala mahoteli na ni Waislamu, hata kusali hawakusali. Wakasamehe hata ibada ya mwezi wa Ramadhani. Wakashinda stadium na mpira hakuna. Na wengine paka ushirikina wamefanya. Wameloga.
Tunawajua. Wamekwenda mpaka kwa waganga na matunguli, kamati ya ufundi inaloga ndani ya Ramadhani mtu amefunga. Sasa hivi kesho kwa Mungu tusimwambia. Sasa tuelezane ukweli, ni dini ndugu zangu. Tusitake kuficha maneno ya Mungu. Mungu anasema amenini yote aliyoteremshwa yaliyoko pamoja nanyi. Msio watu wa kwanza kuwakataa, na msiuze maneno yangu kwa thamani ndogo ya kilimwengu, na wala msichanganye haki na batili mkaficha haki. Tusifiche haki. Tunaomba kila Muislamu atuchangie shilingi 2000, shilingi 2000 tu. Usitoe mamilioni. Kama utatoa zaidi ya halali wa sala. Lakini shilingi 2000 tu. Kwa watu wa Ulaya shilingi 2000 ni kama dola moja. Ni dola moja tu. Sheikh, brother, sisters, brothers, auntie, uncle. Mnatumia bei gani huko Ulaya? Watu mlioko Oman, dola moja hata riali moja hivi, sababu riali moja ni kama shilingi 7,000 au 6,000. Tuchangie besa, mnaita besa, yani hafu riali. Shilingi 2000 ya Tanzania tuchangie. Kupitia namba yetu ya Vodacom hiyo hapo inayopita kwenye simu yako ya 0756361906. Ukiona hiyo vipi haiendi, tumia Tigo 0779 50 90 10. Narudia tena namba ya Tigo 0779 50 90 10. Hizo namba mbili. Na kama utakuwa na mashaka unahitaji kutoa labda mavazi chochote kile, nipigie simu kwa namba hiyo kwa WhatsApp. Muda wowote misilali utanipata wallahi. Na Mwenyezi Mungu atakwenda kubariki, atakufanyia mambo yako vizuri na maisha yako yatakuwa mazuri kwa shilingi 2000 yako. Kama tutaikusanya 2000, basi tutafanya jambo kubwa sana. Na inshallah nategemea 10 la pili ndio nielekee vijijini. Nataraji nielekee vijijini. Kombeni ndugu waandishi, twende wote na mkaone tunachokitoa na tutakirusha ili Mungu awe shahidi. Nimefunga Ramadhani, sihitaji kusema uongo na kubatilisha somo yangu kwa sababu ya shilingi 2000. Tuwasaidieni maskini. Wewe unakula unashiba. Kuna maskini hawajui sikukuu watakula nini, sikukuu watavaa nini. Nyumba zao za manyasi, familia zao ni maskini, wao ni wanyonge, ni mazalili, ni mafakili, ni masakina, na Mungu ameeleza katika Qur'ani sura Toba sura ya 9 aya 60. Hakika sadaka wanapewa watu hawa, wanaviona wanasema hapa neno sadaka ni zaka. Wanapewa maskini, walifukala wali masakina, maskini na mafukara. Wanaviona wakasema maskini ni nani? Maskini yule anayeamka akapata riziki ya kula tu, lakini hajui kesho atakula nini. Fakiri yule anaamka ajui atakula nini au atafanya nini. Hawa watu Mungu amesema tuwafariji tu hapo. Makundi nane pale yameandikwa. Kwa tuwafarijini hawa kwa kuwachangia, kwa kupitia mfuko wangu na mkono wangu Mwaipopo. Na muomba Mungu mkono wangu usinuke dhuluma, wala usinuke wizi, wala usanii. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunawaonea huruma Waislamu wenzetu. Kama mtatoa tutasaidia. Kama mtaona hapana, muendelee kufanya mambo ya dunia na kula futari za mjini, basi endelea. Ni mimi Mwaipopo nimejitoa. Siku ya kiyama sitakuwa masuhulia mbele ya Allah. Nimesema na Mungu ni shahidi. Nimewaambia waja wako, nimeamini dini yako, nimefunga, na mimi ni masakila, sio tajiri. Nawaambia watu, shilingi 2000 hata muuza machungwa, muuza embe, hata maskini muuza kawa. Yoyote ataliyoko Ulaya na aso, anaganga njaa. Shilingi 2000 hawezi kumshinda. Unatuma, alafu tutaendelea kwa masisana mpaka Ramadhani itakapobaki siku 6 au siku 7, ndio tutatoa sadaka hii kuipeleka panapostahili. Na nitaomba muone tafadhali kama itatosha kununua ng'ombe 5, ng'ombe 6, ng'ombe 10, wallahi billahi tallahi. Na hapa na nimefunga Ramadhani, tutafanya hivyo. Namaliza na hadithi ya mwisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema siku ya kiyama, siku ambayo ni nzito sana, wanadamu wataomba siku hiyo waliofanya maovu wageuke kuwa mchanga. Siku hiyo Mtume anasema hatoinua unyayo wenu mmoja wenu nyinyi Waislamu kumwelekea Mola wenu mpaka muulizwe maswali manne. Nisikilizeni sana Waislamu. Swali la kwanza, Muislamu utaulizwa mali yako ulipata vipi? Kama ulipata mali kwa njia ya dhuluma, shauri yako. Kama ulifanya ushirikina, hiyo Mungu ndo anayejua, sio mimi. Hilo swali lipo, utaulizwa na hiyo siku ipo. Swali la pili, utaulizwa ulipoipata uliitumia vipi? Matumizi ya pesa ndio kipindiki cha mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kusamehewa madhambi. Sasa Mungu anasema watu wataulizwa, mali zenu mlizozipata mlizitumia vipi? Kuna watu mali hata Ramadhani hawatumii vizuri. Kuna watu sasa hivi wameshaanza kufanya appointment ya vimada.
Kama bwana hoteli fulani siku hiyo tutakutana, chumba nimechukua pale, chumba gari pale ndio sawa, chumba 100,000. Wallahi kuna watu wanafanya hivyo. Wanafanya booking ya vyumba na vimada. Wakiambiwa toweni kwenye mambo ya kheri kama anasema utapeli wizi tu. Lakini siku itafika tunayokuambia utayaona wakati wa sakarati mauti, utaambia Mwenyezi Mungu, naomba niahirishe roho yangu nirudishe nikatoa sadaka. Muda utakuwa umekwisha, kuna sadaka. Sasa Mtume anasema watu wataulizwa mali zenu mlizitumia vipi? Kuna watu ni maudali wa kuhonga mpaka wanaitwa viwembe kwenye mitaa, lakini amuhongi Mungu, anahonga wanawake. Swali la 3 wataulizwa umri wenu mliutumia vipi? Vijana wa Kiislamu wote wamekuwa musician, wote waimba muziki. Dar es Salaam Waislamu watupu. Taalabu Waislamu, bongo flavor ndio Waislamu, wamejichola machata, wao wanaona ndio sifa, kumbe ni ushenzi wa hali ya juu. Muislamu anajichola matato, alafu umesuka kichwani, umeweka heleni masikioni, kazi kukata viuno kama mwanamke. Sasa wewe ni Muislamu wa namna gani? Alafu Ramadhani ikifika unafunga. Yaani mambo ya ovyo ajabu tu. Ni sawa na mtu anayefua kanzu. Anafua kanzu na kusuzia mkojo. Sasa nimefua kanzu. Sina maana gani? Ndio maana yake hiyo. Sasa Mtume anasema watu wataulizwa umri wenu mliutumia vipi? Vijana wa Kiislamu wanavalia suruali kwenye makalio, ukimwangalia nyuma kaka mkono haja kubwa. Kiatu amevaa namba 7, anavaa kiatu namba 12 mbele kimesimama kama mashine ya ufuta. Anaitwa Muhammad, anajiita Mudigai, Lama Lamso, Bakali Beka, Shabani Shebedu, Ibrahim Ebi. Yani mradi afanane na Umarekani. Anaona ile mina babetu Ibrahim wifi, alafu anakwenda anadunda niga. Anajiita hivyo. Mtume anasema watu wataulizwa umri wenu. Vijana tumieni umri vizuri ili siku ya kiyama Mwenyezi Mungu asikupeni maswali yangu kashika kuyajibu. Swali la 4 Mtume anasema watu wataulizwa elimu zenu mlizitumia vipi? Hapa kwenye elimu ndio tunakwama. Elimu zote watu zimejaa mjini, kila mmoja anajua, hata sijua anajua, hata kama anajua. Watu wote wako mijini na saizi mwezi wa Ramadhani ndio watu wanaonesha usomi wao. Kanzu zinang'aa, vilemba vinaulizana, ndevu zinachanwa, perfume zinanukia kwenye kanzu, lakini muulize Waislamu wamefaidika nini na elimu yako? Mufilisi, hamna kitu. Uislamu unafaidika nini na elimu yako? Hamna kitu. Majungu na fitina ndio mtaji wetu. Sasa bwana, majungu na fitina nalo mbaya. Ramadhani kisha watu wanarudi kwenye vilinge kuloga watu. Ramadhani kisha watu wanarudi kwenye vilinge kutupia watu majini, kutia watu mikosi. Sasa hiyo kama ni kazi nzuri, mbona Ramadhani ikifika mnailisha? Ni wazi na ushirikina. Na muomba Mwenyezi Mungu ajalie kila atakayetoa sadaka hii Mwenyezi Mungu naye ampe pepo siku ya kiyama. Naomba Mwenyezi Mungu ajalie kila atakayetoa sadaka hii na Mwenyezi Mungu ampe pepo siku ya kiyama. Naomba Mwenyezi Mungu atukubalie funga yetu. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atujalie tumuone Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na tuingie naye katika pepo ya Firdaus. Na muomba Mwenyezi Mungu ajalie nafsi zetu zimuelekee Mola wetu na tuwe wacha Mungu kweli. Na muomba Mwenyezi Mungu alainishe nafsi za waja wake ambao kila Muislamu atangalia clip hii. Mwenyezi Mungu amlainishe nafsi yake, atoe sadaka, tuwasaidie maskini. Allahumma salli alal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal mujahidin wal mujahidati. Allahumma salli alal muslimina fi kulli makani ya rabbil alamin. Allahumma salli alal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fi kulli makani ya rabbil alamin. Mwenyezi Mungu unusuru Waislamu duniani kote. Waislamu wanaoana Syria ya Rabbi waweke silaha chini. Ndugu zetu walioko wanaoana Kongo waweke silaha chini. Waislamu wanaoana Somalia waweke silaha chini. Waislamu wanaoana duniani kote, Sudani, Palestina, Syria, maeneo yote palipo na binadamu wanapouana ya Rabbi, kwa utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, waweke silaha chini ya Rabbil Alamin. Wakutangaze wewe na watu wakuamini wewe Mwenyezi Mungu. Utusamee madhambi yetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tusamee na tusahau watu tuliowasaidia. Tunakuomba haya kwa kupitia jina tukufu la Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.